Na hii ni project ambayo serikali ya Kenya imeshirikiana na Benki ya Dunia, World Bank, ku train vijana kuwa entrepreneurs, kufanya biashara. Na kila siku nilikuwa namwambia, hata wakati nilikuwa mjumbe hapa, nilikuwa namwambia ukitaka kuwa tajiri, ingia kwa mambo biashara. Mambo ya kuandikwa kazi, utaandikwa kazi ndio, lakini utaweza kuwa tajiri kwa mambo ya kazi. Kama unakuwa tajiri kwa mambo ya kazi, umeiba mahali unafanya kazi, kwa sababu hiyo mshahara inatosha tu kwa maisha yako na familia yako, na tena paka uingie sako ya kuangalia mambo ya school fees ya watoto wako. Lakini ukifanya biashara, ufanye biashara, na serikali ina recruit watoto kuanzia miaka 18 kufika 29. Ukiwa disabled 18 kufika 35. Uwe trained. Female 50%, male 50%. Uwe trained kwa mambo ya kufanya biashara. Alafu serikali ikupe 50,000 hiyo kuanzisha biashara yako, na mwene ujijengee hapo. Na pia tutakuonyesha sasa, ukimaliza hiyo 50, unaona unataka ku expand stock yako, pesa utapata wapi? Tutakuonyesha, enda hapa utapata pesa, enda hapa utapata pesa hii, enda hapa utapata pesa hii. Tuna Kenya Industrial Estates. Ukiendelea huko wanapeana paka 20 million loan at 10%. Hakuna mahali unaweza kwa shirika la serikali ambayo liko chini ya wizara yangu. Nimetembea, nimeenda huko, nimeenda Ulaya, na nimeona hii Kenya hii sasa mumea ambayo ina pesa kuliko yoyote ni kahawa. Ndio kwa sababu tunasema kahawa ni dola. Kwa sababu tukiuza pesa zinakuja kwa dola katika cooperative zenu, zinaenda kwa mkulima, mkulima mwenyewe ana exchange kwa Kenya shillings bila anatakikana. Kwa sababu hii pesa inakuja katika bank. Kahawa ndio mmea that is highly traded in the entire world. Kitu ya kwanza ile commodity that is traded in the world ni mafuta. Hii mafuta unaona hii. Ya pili kwa mmea ni kahawa. So kahawa kwa mmea ndio number 1 in the world. Hata na New York Stock Exchange, ukitaka ujue bei ya kilo ya kahawa kule imeuzwa bei gani, unacheki, unaona. Kwa sababu is a worldwide